Ikiwa ni siku nyingine, karibu mtazamaji wa Blood TV. Hapa studio leo niko na ugeni maalum kabisa. Na hii si kwa bahati mbaya, ni baada ya kule kwenye mitandao ya kijamii kuchafuka. Na swala kubwa ambalo linazungumziwa huko, na mimi kama fundi paparazzi kutoka Blood TV, nimeona sio mbaya nikuletee. Kubwa zaidi ni Samia Sector Week ambayo inatembea sana mitandaoni, na bila hiana nikasema tuwatafute wale ambao wanaohusika na tukio hili. Si wengine ni Chemba ya Ujenzi na Miundombinu Tanzania, na leo niko na DG wa CCIT ambaye ni bwana Steven Mkomwa. Karibu sana katika studio zetu za Blue TV. Asante sana mtangazaji. Labda tuanzie hapo DG, kwa kuanza kwa mtu ambaye hajui chochote kuhusu Samia Construction Week na kile kinachoendelea kwenye mitandao. Samia Construction Sector Week ni wiki maalum ambayo Chemba Sekta ya Ujenzi na Miundombinu ya Tanzania CCIT inairatibu kuweza kutambua mchango mahususi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta ya ujenzi na miundombinu. Mwaka jana tulifanya tukio lilikuwa linaitwa Samia Construction Sector Day, kwa maana ya siku mahususi ya Mheshimiwa Rais ya sekta ya ujenzi. Tulitambua miradi na uwekezaji mbalimbali ambao umefanywa na serikali ya awamu ya sita, ikiwemo na wadau kwa ujumla katika sekta ya ujenzi. Kwa hivyo mwaka huu kutokana na ufinyu wa ushiriki na masaa ya ushiriki yalikuwa machache, kwa maana ya siku moja, tuliona kwamba jukwaa hili ni kubwa na mwitikio ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo mwaka huu tunakwenda kufanya wiki nzima. Ni wiki ambayo itakutanisha wadau mbalimbali kuweza kutengeneza mtandao mpana wa kwenye sekta ya ujenzi na miundombinu. Kwa hivyo tunatarajia kutakuwa na maonyesho ya siku zote hizo, lakini pia watu watakuwa wakifanya exchange ya biashara mbalimbali, deals mbalimbali zinatarajiwa kuwa closed, lakini pia tutakuwa na mijadala mbalimbali katika wiki hii. Kwa hivyo ni jukwaa kubwa kidogo, na mwaka huu tunakwenda kulifanya kwa ukubwa. Lakini pia ile siku ya mwisho tutafanya grand gala ambayo itakuwa ni usiku wa tuzo presidential, tunasema Pikama Awards kwa mara ya kwanza. Ni tuzo ambazo tumezipa hadhi presidential ziendane na jukwaa hili, kuweza kutambua wale ambao wanajitahidi kufanya mambo mazuri katika sekta ya miundombinu, ujenzi kwa ujumla, lakini pia na madini. Hii inaitwa Presidential Infrastructure Construction and Mining Awards, ambayo tutaifanya katika ile siku ya tarehe 4 katika ukumbi. So ni jukwaa kubwa na taratibu bado zinaendelea. Tunashirikiana na Wizara ya Ujenzi ambayo tumeshawaandikia maandiko kadhaa kama tulivyofanya mwaka jana, na taratibu bado zinaendelea. Kwa hivyo taratibu zikiwa zinaendelea kwa maana kupitia wizara, basi na sisi tunaendelea na maandalizi, na tuwakaribishe watu wakae mkao wa kula kuweza kushiriki jukwaa hili. Sawa, tunajua sekta ya ujenzi ina changamoto nyingi. Kampuni nyingi za ujenzi pia zinakutana na hizi changamoto. Kupitia wiki hii pia kama DG wa CCIT, lakini pia kama waandaaji wa Samia Construction Sector Week, unaweza kuhakikishia vipi kampuni kwamba wanaweza ikawa ni platform nzuri kwao kuweza kutatua changamoto hizi? Mwaka jana wakati tunafanya Samia Construction Sector Day, kabla ya kuhama kwenye wiki mwaka huu, Mheshimiwa Waziri alikuwepo pale akimwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia jukwaa lile Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo ya upanuzi wa barabara kadhaa, ambapo utekelezaji wake ulianza mara moja. Kwa hivyo ile ilikuwa ni siku moja. Kwa hivyo tunapozungumza mwaka huu kwamba itakuwa ni wiki, tunatarajia utatuzi wa changamoto mbalimbali utakwenda kutokea pale, kwa sababu litakuwa ni jukwaa la moja kwa moja ambalo litakuwa likiwaunganisha wana sekta hii ya ujenzi na mamlaka za kisera, lakini kwa ikihusisha pia serikali kama watekelezaji wa sera. Ni jukwaa ambalo linakwenda kutoa picha mpya ya mwenendo wa sekta ya ujenzi nchini. Changamoto zetu ni nyingi na hatuwezi kuzitatua kwa siku moja.
Lakini kupitia majukwaa kama haya makubwa ambayo yanahusisha tunasema high profile decision makers, yanakwenda kutusaidia kupata majawabu kadhaa ya changamoto zinazotukabili, na hatuwezi kuzitatua kwa overnight, lakini tunaamini kwa sehemu moja ama nyingine inakwenda kuwa mwarobaini wa sekta yetu ya ujenzi. Sawa, labda turudi kidogo kwa upande wa makampuni. Tunajua nchini kuna kampuni nyingi za ujenzi, kuna kubwa na ndogo. Wengine wanajiuliza labda kwa kampuni yangu ndogo au kubwa inawezaje kushiriki? Kuna utaratibu gani ambao umewekwa kuhakikisha kampuni nyingi zinashiriki? Kampuni zote zinakuwa eligible kushiriki kutokana na maamuzi yao internal ya ndani, namna ambavyo wanaweza kushiriki. Kwa hivyo nadhani kupitia namba ambazo mtatusaidia kuziweka hapo chini, wanaweza kuwasiliana nao moja kwa moja ili kupata ufafanuzi, kwa sababu mahitaji yanatofautiana kampuni na kampuni. Kwa hivyo kupitia mawasiliano hayo mtu ataweza kupata ufafanuzi wa kina zaidi kutokana na namna ambavyo anataka kushiriki. Mwingine anaweza kutaka kushiriki maonyesho peke yake, mwingine anaweza kutaka kushiriki vyote, mwingine anaweza kutaka kushiriki usiku ule wa awards. Kwa hivyo kuna modality mbalimbali ambazo zinaweza kumfanya mtu akaweza kujua kwamba nikitaka kushiriki hichi naweza kufanya hivi, nikitaka kushiriki hichi na hiki naweza kufanya hivi. Kwa hivyo waweze kufuatilia mawasiliano yaliyokuwa hapo chini na kupiga namba za simu ambazo ziko hapo ili kuweza kupata utaratibu zaidi. Sawa, una wito gani sasa kwa makampuni ya ujenzi pamoja na wadau wote wa sekta hii? Wasiliane na maofficers wetu kupitia mawasiliano ambayo yana display kwenye video hii kuweza kupata utaratibu wa namna ambayo wanaweza wakashiriki. Neno lako la mwisho? Karibuni sana Samia Construction Sector Wiki. Tuweze kuangazia masuala mbalimbali ya sekta ya ujenzi na miundombinu kwa upana. Haya, mpenzi mtazamaji wa Blood TV, huyo alikuwa ni DG wa CCIT, na bila shaka umeokota, umepata dondoo mbili tatu kuhusiana na Samia Construction Sector Week. Endelea kutufuatilia na habari hizi kupitia Blood TV, Instagram pamoja na YouTube. Mimi ni Fundi Paparazi, lakini pia unaweza kuwafuata leo CCIT Tanzania kupitia Instagram kwa taarifa mbalimbali zinazohusiana na tukio hili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.